umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema Yesu na neema tele. Mwambie umejawa Yesu, umejawa na rehema na neema, sio wewe kwa rehema tele. Mwambie Yesu umejawa na rehema, umejawa na neema tele. Tunakuheshimu Bwana. Hakuna kama wewe Yesu, kama sio wewe mfalme wa wafalme, kama sio wewe umetuwezesha asubuhi, kama sio wewe umetawala maisha yetu, tungekuwa wapi asubuhi? Bwana tunakuabudu Yesu. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we give you worship. We adore you this morning, Lord. We thank you because of this opportunity that, Lord, you've given unto us to be in your presence. Bwana, tunasema wewe ni Mungu mkuu, na kama sio wewe Bwana, hatungelikuwa mahali hapa siku ya leo. Tumenyenyekea chini ya miguu yako Bwana. Tunaliinua jina lako takatifu. Asante kwa sababu Bwana ya kusanyiko hili na watakatifu wako. Tuko uweponi mwako Bwana. Tuomba neema na rehema zako ziwe juu ya maisha yetu. Bwana, hata tunaposikiza neno lako, how do I pray that, Lord, you speak unto our hearts. Receive all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Tunaweza weka mikono yetu pamoja, tumshangilie Bwana kwa kuwa yeye ni mwema na mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Onye kondoche nkwaniga. Praise the name of Jesus. Amen. Salimia na huyo rafiki yako ambaye ameketi kando yako, umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Hata wale tulio juu. Bwana Yesu asifiwe. Pia wewe unaweza salimia mwenzako, umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Wengine naona mko nyuma mbali, hata siwaoni, lakini ni sawa tu. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi na siku nyingine njema ametunehemesha. Tumeingia hemani mwake so that we may hear from him, na tukamwabudu siku zote. Biblia inasema kwamba Bwana ukaa katikati ya sifa. Oh, every time that we praise God, kila wakati tunakusanyika hivi, Biblia inasema kwamba popote walipo wawili watatu kwa ajili yangu, ni Mungu mwenyewe anasema kwamba mahali hapo mimi nipo. So this morning I feel the presence. Na hisi kwamba Mungu yuko mahali hapa. Bwana asifiwe. Ni wangapi pia wanahisi kwamba Mungu yuko mahali hapa asubuhi ya leo? Amen. Tunamshukuru Bwana. So kwa muda huu mfupi ambao uko mbele yetu, I would like us to read the word of God, na ninaamini kwamba Mungu anaenda kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. So mtaniruhusu tusome andiko la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka, Exodus chapter number 19 verse number 5. Alafu the main verses tutasoma na Mungu atatusaidia. Our topic today iko about God will keep his covenant to the obedient generations. Kwamba Mungu ameahidi kutunza agano lake kwa vizazi vinavyotii. God will keep his covenant
to the obedient generation. So allow me to read Exodus chapter number 19 and the verse 5. Nasoma kwa lugha zote, Kiswahili na Kiingereza, na Mungu atatubariki. The Bible says, "Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine." Let me repeat. The Bible says, "Now therefore, if ye will obey my voice, and indeed keep my covenant, then ye shall be peculiar treasure unto me above all the people, for the earth is mine." Nisome kwa Kiswahili. Maandiko yanasema kwamba sasa kama mutanitii kikamilifu na kutunza agano langu, basi nyinyi mtakuwa mali ya thamani kubwa miongoni mwa mataifa yote, ijapokuwa dunia yote ni yangu. Let's pray. Father, Lord, we thank you for your word. How do I pray that, Lord, you speak unto our hearts through this word? Bwana, tunapolishiriki neno hili, naomba kwamba uwepo wako na neema yako iwe juu yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, mahali ambapo nimesoma, there are two things ambazo ningependa tuelewe. God ama Mungu anasema kwamba he's saying if therefore you will obey my covenant. So there is a covenant ama kuna agano ambalo Mungu ameliweka. Mungu anahitaji ama Mungu anatarajia sisi tulinde agano hilo. Therefore anasema kwamba kama sasa kama mutanitii kikamilifu na kutunza agano langu. So the covenant of God ambaye ameweka katika maandiko haya ambayo tumesoma ni kumtii. So anasema kwamba iwapo ama kama sasa mutanitii kikamilifu, so what God needs from us, ama kile ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwa binadamu aliyemuumba kwa mfano wake, ambaye amemuokoa kwa damu yake. Mungu wakati wote anatarajia kutoka kwetu kwamba tukaweze kumtii, tukatii maagizo yake. Anasema kwamba tutakapomtii kikamilifu na tuyatunze maagano yake. So ndio maana nikasema kwamba God will also keep his covenant. There are many covenants ambazo Mungu hufanya na mwanadamu, na mwanadamu atakapotunza hayo maagano ambayo Mungu huweka na yeye, Biblia inasema kwamba Mungu pia there is a time he will remember his covenant. So he says that if you obey my voice and indeed keep my covenant, then ye shall be peculiar. Anasema kwamba kama tutatunza agano lake, basi ninyi mtakuwa mali yangu. Bwana Yesu asifiwe. So God anasema kwamba if we keep this covenant, ya kwamba tutii yale ambayo Mungu, yani toiwere alinyasaye agoteba, amesema katika neno yake ya kwamba hatutakuwa tu watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Hatutakuwa tu taifa la kawaida. Anasema atatumiliki tuwe mali yake. Bwana Yesu asifiwe. We will repeat that. Amesema kwamba we will be peculiar. Anasema kwamba tutakuwa mali ya milki yake. So Mungu ameweka ameleta neno hili asubuhi ya leo. Anasema kwamba tutakapotii yale mambo ambayo Mungu ameyaweka, yale maagano ambayo tumeyaweka na Mungu. Wakati mwingine
huwa tunafika katika maisha, unapata uko katika hali fulani, unaambia Mungu, ukinisaidia nikitoka mahali hapa salama. Kama we ulikuwa mgonjwa, you make a covenant with God, unamwambia God, if you will heal me, I will serve you. God, ukiniponya nitakutolea dhabihu. Unamwambia Mungu, ukisaidia watoto wangu wapite hata ni mtihani, ukisaidia watoto wangu hata kama walikuwa wana travel, Mungu ukiwapa neema ya kusafiri wafike salama, nitakushukuru. Then Mungu wakati wote yeye hufanya utujibu vile tunavyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatujibu kila wakati. When we pray to God, God answers. But when we forget the covenants that we made with God, Bwana na yeye pia hatakuwa anaacha na sisi. Ndio maana amesema kwamba kama mtatii agano, agano langu. So any covenant that we make with God, any moment we obey that covenant, Mungu anasema kwamba hatutakuwa watu tu wa hivyo, atatumiliki, tukue mali yake. Bwana asifiwe. No, itakuwa ache furaha when you yani confident, ili unasema kwamba mimi ni mali ya Mungu. Aninga cheneni wa ya Nyasaye, chenemere moyo ya maoka Nyasaye. So Mungu anasema kwamba tutakapotii maagizo yake, tutakapotembea katika zile agano ama yale mambo ambayo tumesema kwamba Mungu, ukinipa hili na mimi nitakupa hili. Mungu, ukinifanyia hili na mimi nitakufanyia hili. Mungu, ukiniinua kwa viwango fulani na mimi Bwana na mimi nitafanya hivi. When we obey those covenants, Biblia inasema kwamba Mungu na yeye atatumiliki, atatuamini. Bwana asifiwe. God will trust us. Anasema kwa atakuwa anatufanyia kwa kuwa atajua kwamba huyu hata kama ataomba atafulfill the covenant ambayo amesema. Kama amesema nikimponya atanishukuru, atakuwa na shukrani. Ndio maana watu wengi hata hatuwezi endelea, ndio maana watu wengi hata hatuwezi pona, kwa kuwa Mungu alituponya, lakini tukasema kwamba Mungu ukiniponya nitakushukuru. Alipotuponya Mungu hata hatukukumbuka kumshukuru. Bwana asifiwe. Kwa maana tunasoma Biblia mahali Biblia inasema kwamba watu 10 walikuwa na ukoma, wote wakacha kwa Yesu akawaponya. So walipoondoka kwake wakakuwa wameoshwa, lakini hawachapona vile, lakini yani ile tu hali ya kuonekana wako sawa. Biblia inasema kwamba walipoenda wote 10, mtu mmoja akakumbuka akasema, kuna mtu amenifanya hivi, si kuwa hivi tinalengeiga omuntu naro mbweniri omuntu naro kwanire lingana liaye na lili ankolire na beireiga, let me go back nimwambie asante, nimshukuru. The Bible says this man came back to Jesus, akamwambia Yesu, nimekuja kushukuru kwa sababu ya lile neno ulilolinena juu ya maisha yangu. Saizi nilikuwa na ukoma, sasa mimi ni mzima. Yesu akamuuliza, wenzako wako wapi? Biblia inasema kwamba wale walikuwa watu wa mataifa. Yani wale watu walikuwa, huyu mtu ambaye alirudi alikuwa mtu wa mataifa. Akakuja Yesu akamwambia kwamba kwa hili jambo ambalo umelifanya wewe utakuwa yani utakuwa sawa, utapata uponyaji kamili. Bwana asifiwe. And that man was healed. Nataka kusema nini asubuhi ya leo? That God will keep his covenant to the obedient generation. Kwamba tutakapomtii Mungu, haijalishi tuko na umri gani, haijalishi ni hali gani tumepitia, but any moment ambayo tunachagua tunasema kwamba tutatii maagizo ya Mungu, tutatembea katika ahadi za Bwana, tutatembea katika makusudi ya Mungu, tutayafanya yale ambayo tumeahidiana na Mungu. Mungu amesema kwamba hawezi akatuacha. He will own us. Atatuchukua atufanye kuwa watu wake, atatufanya kuwa miliki yake, tutakuwa mali ya Mungu. So ningependa tujitie moyo na hili neno ya kwamba tuyatii yale mambo ambayo Mungu anataka tuyafanye, ili akatufanye tuwe miliki yake. So Mungu mikono yake imefunguliwa. He wants to receive us. One thing that God requires of us is that we may be obedient. Bwana Yesu asifiwe.
So tutii Mungu, tutii maagizo yake. In the book of Isaiah, as we continue, the book of Isaiah chapter number 65, verse number, I'll read from verse number 21, but ningependa sana tusisitize verse number 23. Biblia inasema hivi, verse number 21, and they shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruits of them. Verse number 22, the Bible says, they shall build and let me read verse number 22. Inasema, they shall build and inhabit, they shall not plant and not eat of for us the day of a true of for us the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall no longer shall long enjoy the work of their hands. Verse number 23, they shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offsprings with them. Nisome kwa Kiswahili. Biblia inasema kwamba watajenga nyumba na kuishi ndani yake, watapanda mashamba na mizabibu na kula matunda yake. Verse number 23 inasema, hawatajenga nyumba nao watu wengine waishi ndani yake, au kupanda mazao na wengine wale, kwa kuwa kama zilivyo siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu wateule wangu. Watafurahia kwa siku zao nyingi, kazi za mikono yao. Verse number 23 ya mwisho inasema, hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa watoto hili wapatwe na machanga, kwa kuwa watakuwa taifa lililobarikiwa na Bwana wao na wazao wao pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo nimesoma ni mahali Mungu bado anaendelea kusisitiza. Remember we say that God will keep his covenant. Mahali hapa ambapo nimesoma, Mungu bado anaendelea kusisitiza. He is insisting. Anasema kwamba vile ambavyo ameahidi wala ambao watakao mutii. Anasema katika Isaya ya kwamba wale wanaomwamini, wale wanaomtumainia, wale ambao amewachagua kwa makusudi yake. Biblia inasema kwamba hao watu hawatakuwa watu tu wa kawaida, hawatakuwa watu wa kuanza safari na wasifike. Amesema kwamba watajenga nyumba na kuishi ndani yake, watapanda mizabibu, watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Praise the name of Jesus. So God is insisting ya kwamba wale watu ambao amewachagua, those people that he has owned, wale ambao amefanya kuwa mali yake, hawatakuwa watu tu wa kusaule, hawatakuwa watu ambao watafanya vitu badala ya kubenefit from those things, watu wengine wawe beneficiaries. Amesema kwamba watu watajenga nyumba na wataishi ndani ya hizo nyumba, watapanda mashamba yao na watala mizabibu ya mashamba yao. Verse number 23 amesema ya kwamba hawatajitaabisha kwa kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo ningependa kulisisitiza mahali hapa ni hili, verse number 23. Mungu anasema kwamba watu wangu hawa ambao ni milki yangu, hawatajitaabisha kwa kazi zao bure, kwa kuwa any work that we do
tunafanya kama watoto wa Mungu. Anything that we are doing in the line of service, tunafanya kama wale ambao tunamfanyia Mungu. Huduma zetu ambazo tunafanya kama wale ambao tunamfanyia Mungu. So anasema kwamba hatutajitaabisha kwa kazi zetu bure. Bwana atakumbuka ahadi ambayo amesema kwamba tutajenga nyumba, Bwana asifiwe, na tutaishi ndani. Hatutalima mashamba yetu tukapande mizabibu na tuondokee watu wengine wale. Amesema kwamba jinsi muti, miaka yetu italinganishwa na miaka ya muti. Bwana asifiwe. Amesema kwamba jinsi muti, amesema verse number 22 kwamba hawatachenga nyumba nao watu wengine waishi ndani yake, au hawatapanda mazao na wengine wale, kwa kuwa kama zilivyo siku za miti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu. Bwana asifiwe. Anasema apisha kwa kazi zetu bure, bali Mungu atatusaidia na kazi zetu zitakuwa na mazao na tutafurahia mazao hayo. So ningependa tujitie moyo na hilo neno asubuhi ya leo, ya kwamba our labor in the Lord is no longer in vain. Kwa kuwa Mungu amesema kwamba kwa wale wanaomwamini, kwa wale wanaotii, yeye atatunza agano lake. So our labor in the Lord haitakuwa in vain. So in the book of Genesis, as I finish, in the book of Genesis, chapter number 17, verse number 7. Genesis 17, verse number 7. This is what the Bible says. And I will establish my covenant between me and thee, and the seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thee, and to thy seeds after thee. Some kwa Kiswahili anasema kwamba nitathibitisha agano langu kama agano la milele kati yangu na wewe na wazao wako baada yako na vizazi vijavyo, niwe Mungu wako na Mungu kwa wazao wako. Bwana asifiwe. Sima ndio somo ndonaro bwateke gusia wato somere tafadhali. Onyo ndo bwateke gusia to somere gawo. Mangana yimbu yatunya waseke gusia. Mesema Genesis 17:7. Biblia gotebanga ningikeranie ukubwatana gugotianania egati yane naye na ororeri rwao korwa nyuma yao kogenderere ekiare ase ekiare kobe ukubwatana gwa kale na kale imbenya sao na oyo bworeria rwao korwa nyuma yao. Amen. Bwana asifiwe. Mahali hapa ambapo tumesoma ni Mungu alikuwa anaongea na mtumishi wake Abraham. So Mungu alikuwa anamthibitishia ya kwamba agano ambalo wamelifanya, all the promise ambayo Mungu alikuwa amempea, Mungu anataka kumthibitishia ya kwamba haikuwa maneno tu. Mungu alikuwa anataka Abrahamu aelewe kwamba yale mambo ambayo Mungu amempangia, si Abrahamu peke yake atakuwa beneficiary, ila Abrahamu atapokea sehemu ya wema wa Mungu, na wazao wa Abrahamu, yani abana ba Abrahamu na barabumba nyore obuya buli bwa Nyasaye wetera statomo Abrahamu natali abana ba Abrahamu boka Nyasaye otebirengano ane bigori binde bigocha byororeri rwaye mbikoreki
mbisese niwe. The only condition ambayo Mungu anatoa from the beginning as we started ni ya kwamba if we only obey. Bwana asifiwe. Gatora muigwere Nyasaye olire ire yinga nabamo na intwe. Bwana asifiwe. Nabamo na intwe, nabamo n'abana baito, nabe nande amo n'abana b'abana bangu b'abana baito. So the promises of the Lord remains forever. The covenant ambayo Mungu alifanya na Abrahamu tatigere njera. So that's why I wanted to encourage us ya kwamba our God has promised this morning ya kwamba hawezi akatuacha. Agano lake amesema kwamba nitatipitisha agano langu. Yani ni nkole okobwata na kwane erebuye ko monyene Nyasaye monyene nero go control okobwata noko. So God is promising us this morning ya kwamba atasimama na sisi, atatulinda, atalinda wana wetu na wana wa wana wetu. So ni sisi tusimame katika yeye, tumtumainie Bwana, tutumainie neno lake, tufanye yale ambayo Bwana anatuagiza, na wema huo tutauona. Bwana asifiwe. Neba Nyasaye ta gukunyura rero otebirenga obuya bwaye mbo basebi abana baba, yani mbo tunyanane ororeri rwao. So Nyasaye ito no mwegenwale, he will fulfill whatever that he has promised. Aseigo ningependa niwaulize ya kwamba tufuatilie, tutii yale ambayo Mungu ametuagiza tukayatii, tuyafuate yale ambayo Mungu anataka tuyafuate, na Mungu ameahidi kutufanyia wema, sio sisi tu, hata kwa wana wetu na wana wa wana wetu. So Mungu atusaidie tukayatii maagizo yake, for his covenant. He has vowed that he will keep his covenant if we obey him to the end of our generations. Mungu atusaidie, Mungu alinde vizazi vyetu, Mungu asimame pamoja na sisi mahali ambapo hatuwezi, Mungu akatusaidie tukaweze. Bwana asifiwe. Maagano yale ambayo tumeyafanya na Mungu tukayafuatilie, tukayatimize, ili iwe sawa katika maisha yetu na katika maisha ya vizazi ambavyo vinatufuata. Mungu atusaidie tusimame katika neno lake, tukayatii yale yote ambayo anasema, tukatembee katika njia zake, na liera atobere wia. Kwa hivyo Mungu atubariki, na Mungu awabariki nyinyi wote. Ningependa tusimame juu as we finish. Mungu akatupe neema. Amen. So tutaimba worship as we are giving our offerings. Alafu tukimaliza tutaimba, yani tutaomba tuendelee na program nyingine. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja. Sadaka zetu, tukimaliza kuimba tutaomba.
tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, tena Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, Mungu uliyepo, Mungu utakayekuwa milele yote. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo limekuja kwetu asubuhi ya leo, kwamba Bwana umeahidi kwamba utasisitiza ahadi zako na agano lako kwetu Bwana milele yote. Bwana, neno lako limesema kwamba iwapo tutatii na kutembea katika ahadi zako Bwana, wewe utatufanyia wema, sio sisi tu Bwana, utafanya kwetu, utafanya kwa wazao wetu na wazao wa wazao wetu Bwana. Tunakuomba Bwana ukatusaidie ili tukaweze kutii maagano yako, ili Bwana wema wako uandame vizazi vyetu vyote. Bwana, tunaomba kwamba mbingu zikafunguke kila wakati Mungu, tutembee katika njia zako na neema yako Bwana itutoshe. Bariki wanao ambao Bwana wamesikiza neno hili asubuhi ya leo. Vile Bwana ulivyosema na Abrahamu mtumishi wako, pia nasi Bwana umesema nasi leo kwamba tuyatii maagano yako ambayo Bwana hata yale ambayo tunayafanya pamoja na wewe, ili ukaweze kutembea pamoja nasi. Tubariki sisi wote Bwana, tukapate neema ya kutembea katika maagano yako, ili jina lako litukuzwe. Bariki wanao wote Bwana walioshiriki katika ibada ya kwanza, ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Tunapoimaliza Bwana na kujiunga katika ibada ya pili, sisi wote tunajisalimisha mikononi mwako. Tuomba Bwana uwe pamoja nasi mpaka mwisho wa ibada yetu ya siku ya leo. Mipangilio yote ya leo ni mikononi mwako Bwana. Tuomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze katika kila jambo. Tutakapomaliza siku hii ya leo Bwana, tutalishukuru jina lako. Pokea sifa, heshima na mamlaka, kwa kuwa wewe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunapoendelea kusimama hivyo, karibu sana praise utuendeleze katika ibada. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni wangapi wanafurahia kuwa katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo? Unaweza kusimama tunapoenda kumwabudu Bwana, na unaweza salimia jirani yako aliye karibu na wewe, hata mwenye ako mbali umkaribishe asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba tuingie katika nyumba yake na sifa. We enter his gates with thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Shukuru Amen. Mungu kwa sababu ya huyo rafiki ambaye umesalimia.
kama wewe Yesu. Wewe ni mwaminifu kila wakati Bwana. Oh, unaweza Bwana. Hallelujah. Worthy are you, oh God. Worthy is your name this morning. Great are your ways this morning, oh God. Glorious is you, my Father. We are here to declare and decree, Jehovah, that it has been you, oh God, all along. Unaweza, you are able, Jesus. You are able in our lives, oh God. You are able in our hearts, my Father. You are able in our ministries this morning. We trust in your holy name this precious morning, oh God. Unaweza, yes. I want us to do our worship this morning. Tumwambie Bwana, si ni wewe Yesu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wa kupewa sifa. Inua sauti yako, mwambie Bwana, ni wewe Yesu. Mwambie ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Mwambie ni wewe Yesu wa kuheshimiwa. Mwambie ni wewe Yesu wa kupewa sifa. Mwambie ni wewe Yesu wa kuheshimiwa. Mwambie ni wewe Yesu nastahili sifa. Mwambie ni wewe Yesu nastahili. Hakuna kama na wewe asubuhi ya leo. Hakuna wa kulinganishwa na upendo wako Bwana. Hakuna wa kulinganishwa na neema yako asubuhi ya leo. Hallelujah. Si ni wewe Yesu. Si ni wewe Yesu. Wa kuabudiwa ni wewe. Wa kuheshimiwa ni wewe. Wa kupewa sifa. Hallelujah. 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 Wa kuabudiwa ni wewe. Nataka nisikie wamama wanainua sauti zao kwa Bwana asubuhi ya leo, wakimwambia ni wewe wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Si ni wewe Yesu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili Yesu. Si ni wewe Yesu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili Yesu. Si ni wewe Yesu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili. Sema si ni wewe Yesu. Nataka nisikie tukimwambia Bwana wa kuheshimiwa, wastahili Yesu. Si ni wewe Yesu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili. Si ni wewe
Wakati sikuwa mtu, ni wewe ulinifanya mtu Bwana. Wakati sikuwa na kitu, ni wewe ulinibarikia Jehova. Wakati nilidharauliwa, ni wewe uliniazimisha Bwana. Wakati nilikuwa chini Baba, ni wewe umeninua. Wakuabudiwa ni wewe, wakuheshimiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakuinuliwa, wakuabudiwa asubuhi ya leo ni wewe. Si ni wewe, si ni wewe, si ni wewe. Umenipenda, umeniheshimisha, umenipa baraka, umenipa uwezo, umenipa Bwana. Si ni wewe asubuhi ya leo, si ni wewe asubuhi ya leo Jehova. Bwana Yesu, ni wewe Yesu. Si ni wewe Kanisa tuimbe osa simwe. Inua sauti zenu kabisa. Inua sauti zaidi hapo. Mwambie Yesu osa simwe. Inua sauti sema osa simwe. Osa simwe. Inua sauti yako mwambie naye mweka.
sauti yako mwambie uabudiwe. Wakati niko sawa ni kuabudu. Wakati siko sawa ni kuabudu. Wakati niko na neema ni kuabudu. Wakati neema haipo Mungu ni kuabudu. Ekerende nechibezango sasime. Ekerendo motakango sasime. Ekerenda segetanda nduole tengo sasime. Ekerende buya asoma veronengo sasime. Inua sauti yako mwambie Bwana uabudiwe. In and out of season. In and out of season I will worship you. When time is right for me and when things are not good, I will still worship your name. I will still bow before you. I will still honor your name, oh God. I will still honor you, Jehovah. I will still call upon your name. Hallelujah. Inua sauti yako mama. Wakati mume amekuwa vile alivyo, mwambie Mungu, even in this situation I'll still worship you. Wakati mke amekuwa vile alivyo, mwambie Bwana, even in this situation I'll still praise your name. Inua sauti yako mwambie Bwana, osasimwe biro byonsi, osasimwe chinga kichonsi, osasimwe aseme chando, osasimwe asamaliga, osasimwe kere chinga kichirebuya, osasimwe mwanena ase nyomba yao. Hallelujah. Hakuna jambo ambalo ni ngumu kwa Bwana. Hakuna jambo ambalo baba yetu aliwezi asubuhi ya leo. Hakuna jambo usiloliweza, mfalme wa amani. Oh, we are here to worship in every situation. You say that we praise you, we speak your word in and out of season. We are here even when the season is not right. We are here before you, my Father, to worship you. We are here, God. We are here, Jehovah. We are here before you, King of glory, to worship you. And thank you for that miracle that you did for us, oh God. Oh, sasi mo manene. Oh, sasi mo Nyasaye. Naye weka osa simwe. Naye weka osa si. Tuimbe zote. Naye weka osasi. Inua sauti kabisa mwambie naye weka. Kwa Kiswahili nasema hivi, osasi. Wewe peke yako, wewe peke uabudi. Mwambie Yesu, wewe peke yako, wewe peke uabudiwe. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, mkaribishe kwa nyumba ya Bwana. Amen. Karibu na tubarikiwe pamoja. Asante sana praise and worship. Asante kila mmoja, karibu katika nyumba ya Bwana ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Naomba kuleta matangazo machache kwa siku ya leo. Nikianza kwamba jana kulikuwa na Dorcas, Daughters of Hope, na kulikuwa na mkutano mzuri. Kama ulimiss, ulikosa mambo makubwa. Bwana wabariki unapoendelea kutembea katika Bwana. Ladies na men,
all ladies and all men. Next week is Saturday on 14th. Wale tunajua hiyo siku, tunajua ni siku gani. Ni siku gani? Hey, nani anajua Saturday next week ni siku gani? Valentine. Tumekaribishwa katika nyumba ya Bwana Jumamosi, wamama wote pamoja na wazee, ili tuweze kusherehekea upendo wa Mungu. Wamama, tutaanza mkutano wetu saa 3 kamili, pamoja na wazee wamejipanga. Wacha Mungu atufungulie ili tuweze kukutana Jumamosi, tuweze kusherehekea upendo wake. Tarehe 15 Jumapili ijayo tutakuwa na Lord's Table on 15th. Next Sunday tutakuwa na Lord's Table, tutajitayarisha. Nashukuru Mount Carmel Fellowship ambayo imekuwa on duty wakimaliza leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Macedonia West Fellowship, ndio wataanza zamu yao kesho. Na kutoka kwa uongozi wa Macedonia West nimejulishwa kwamba all Macedonia West members tutakutana baada ya ibada. Kwa hivyo baada ya ibada, Macedonia West members tutabaki nyuma ili tuweze kuona viongozi wetu. Church choir practice inaendelea. Church choir practice inaendelea on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Church choir practice inaendelea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 10 hadi saa 11 jioni. 1 hour choir practice na wote tumealikwa. Tarehe 22 mwezi huu wa pili, wiki mbili from now, tutakuwa na Gusii Muungano Choirs pale Nyabarevere PAG Church, na kama kanisa tuliulizwa tuweze kusupport our church choir wakienda kuturepresent. Nyabarevere walikuja hapa wakatusupport wakati tulikuwa na launch ya church choir, na sasa kama kanisa tunarudisha mkono. Tulikuwa tumeulizwa tuweze kutembea na shilingi 200, 500, 1000 ili tuweze kutuma our church choir ikienda kuturepresent Nyabarevere PAG Church tarehe 22 mwezi huu wa pili. Wale tumevuna, tunaomba tulete mavuno kwa nyumba ya Bwana. Rigesa tulete kwa nyumba ya Bwana ili tusianze kukula kama hatujapatia Mungu. Rigesa tunakumbushwa tulete kwa nyumba ya Bwana kwa wale ambao tumevuna. Bwana asifiwe. Wangapi walisema tunaleta basi ya kanisa? Amen. Namba kubwa kabisa. Tunashukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutusongesha. Asante sana kwa wale ambao tulitoa pledges na tunaendelea kuredeem. Kama board ya kanisa tuliketi na tukaelewana kwamba tutaita marafiki zetu tarehe 12 mwezi wa 4 ili tuweze kuwa na mega fundraiser ambayo itatusaidia ili tuweze kuleta hiyo bus. Kwa ile pesa Mungu ametujalia tumepata, ni pesa mzuri, lakini bado tunahitaji kiasi ili tuweze kuleta bus ambayo itatuwezesha kama kanisa kuserve the Lord's ministry. Kwa hivyo wote tunaulizwa kwamba wale tuko na marafiki ambao tunaweza alika kama wageni, pamoja na pod utatujulisha ili tuweze
kuwaongelesha kwa upendo wa Mungu, ili tukiwa na hiyo fundraiser tuweze kupata pesa ya basi ya kufanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo tuweke hiyo tarehe, na pia tukiendelea kuangalia kwa list ya our relatives, our friends, ili tuweze kualika watu ambao watatusaidia tuweze kuleta mapato yetu pamoja, tununue gari ya kufanya kazi ya Bwana. Narudia tena, ukiwa na mgeni utajulisha the church board ili tuweze kujipanga, tuongee na wageni wetu, tupange huo mchango vizuri. Na ukumbuke wewe ndiye mgeni mkuu. Bwana atubariki. Nitaachia matangazo hapo kwa sasa. Nitaita choirs. Nitakuwa na kwaya ya kwanza ambayo ni Mount
Amen. Asante sana Mount Carmel Fellowship. Bwana wabariki kwa huo wimbo. Youths, karibu. Church youths, karibu. Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, mnaojifanya kuwa Wakristo kwa kutoa fungo la kumi, ila mmekataa umuhimu wa sheria, haki, huruma, uaminifu. Mngejifunza barua bila kutoa ile sheria ya kwanza. Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, mnaojifanya kuwa Wakristo kwa kutoa fungo la kumi, ila mmekataa umuhimu wa sheria, haki, huruma, uaminifu. Mngejifunza barua bila kutoa ile sheria ya kwanza. Toeni zaka zenu, toeni na mioyo yenu yote, toeni bila kusita, mtabarikiwa. Toeni zaka zenu, toeni na mioyo yenu yote, toeni bila kusita, mtabarikiwa. Jaribuni Mungu wenu leo kwa kutoa fungo la kumi, toeni na mioyo yenu yote, mtabarikiwa. Jaribuni Mungu wenu leo kwa kutoa fungo la kumi, toeni na mioyo yenu yote, mtabarikiwa. Toeni zaka zenu, toeni na mioyo yenu yote, toeni bila kusita, mtabarikiwa. Toeni zaka zenu, toeni na mioyo yenu yote, toeni bila kusita, mtabarikiwa. Toeni zaka zenu, toeni zaka zenu, toeni zaka zenu, toeni na mioyo yenu yote, toeni bila kusita, mtabarikiwa. Toeni zaka zenu, toeni na mioyo yenu yote, toeni bila kusita, mtabarikiwa. Amen. Amen. Asante sana our youths. Maombi pekee ndiyo silaha, maombi pekee ndiyo silaha, silaha za Wakristo. Maombi pekee ndiyo silaha, maombi pekee ndiyo silaha, maombi pekee ndiyo silaha, silaha ya Wakristo. Shadraka, Meshaki, Abednego, Shadraka, Meshaki, Abednego, Shadraka,
Amen. Asante sana our youths from Goshen PAG. Hao ni watoto wetu wa Goshen Church, na tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Wametuuliza unaomba mara ngapi? Unaomba mara ngapi? So nyimbo zao zimeongelelea juu ya giving, then wakaongea juu ya prayer, maombi. Asante sana our youth. Mungu awabariki. And next week tunakuwa na nyimbo kutoka Macedonia West, then ladies and Solomon, na pia our youth. Tungependa sasa tusikize kanisa. Si leo tumekuwa na Goshen, so next tunahitaji wale youth wa main church ya Nyamataro. Karibu sana na asante. Mungu awabariki. Baada ya ibada leo tunaenda kutoa ile sadaka ya ihari ya kuenda Nyabarevere kwa kuwakilisha Nyamataro PAG Church, tukiwa represented by our church choir. Tuko na kalenda ya kanisa 2026. Tuko na kalenda ya kanisa mwaka huu wa 2026. Tukimaliza ibada utajipatia your copy kwa meza ya ushers kwa shilingi 100 peke yake. Kalenda ya kanisa ya 2026 itakuwa kwa meza ya ushers at 100 shillings. Tukimaliza ibada usisahau kuchukua yako. Before tutoe sadaka, kuna wenzetu ambao ni wagonjwa. Jacqueline Mayeka ambaye ni sister to our apostle Ogero ni mgonjwa, lakini Mungu anaendelea kumpigania. Ako kwa hospitali ya Bosongo. Kama kanisa tutaombea Jacqueline pamoja na hiyo familia. Pia our mama wilaya Naomi Nyarondia alipata accident, alifanyiwa surgery pale Aga Khan Kisumu, na ile report niko nayo ni kwamba alikuwa discharged yesterday, ako nyumbani kwake leo, na tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu ya progress mzuri, na pia tunaomba for their full and quick healing. Kwa sababu ya hayo maombi ambayo yanahitajika kwa hizo familia, ningependa kumwalika our bishop ili aweze kuombea wenzetu. Asante secretary kwa nafasi hiyo. Taomba na kabla sijaomba, kama haujihizi vizuri, kama wewe ni mgonjwa na unaumwa, usimame katika jina la Yesu. Tunaenda kuomba. If you are feeling unwell, kindly nakuuliza usimame, na if you have a patient, kindly kuambia usimame. We are going to make special prayers for those ones who are unwell, those ones who are here, those ones who are in maybe at home, na wale wako hospitali. Mmeambiwa mwenzetu Jacqueline na mama wilaya wetu ni wagonjwa, na wewe kana mgonjwa tunaenda kuomba katika jina la Yesu. But before we pray, wacha nisome maandiko hayo kwa ajili ya wagonjwa hao. In the book of Psalms 41, in the book of Psalms 41 verse 3, the Bible reads, the Lord nurses them when they are sick and restores them to health. The Lord nurses them
when they are sick and restores them to health. Mungu atawaponya na tena atawatendea mazuri na atawapa nguvu. Na wewe pia kama umesimama, God is going to take care of you. He will heal you and then utapona. Na ukishaponywa useme kwa Mungu asante. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mkuu. Baba wetu, nimesimama kwa madhabahu haya kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu, tukiombea wapendwa mama wilaya wetu. Mungu wetu alikuwa mgonjwa, umemsaidia, ameponywa. Baba wetu ako nyumbani kwake. Asante kwa mpendwa Jacqueline. Mungu wetu pia ni mgonjwa kiwa kule Bosongo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu tumnajiita majina hayo, ukawasaidie, ukawaponye, ukawaonekanie. Baba wetu, umesema kwa maandiko, wewe ni Mungu, you will restore them and give them health. How do I pray, Lord? In Jesus' mighty name. Kwa wale wako hapa ndani, Baba wetu pia wamesimama kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, pia ninawaombea. Naombea wale wako nyumbani, naombea wale wako hapa. Mungu wetu, wherever they are, Lord, as a church we stand against any diseases. Tunakataa nguvu hizo za magonjwa, tunakataa uwepo wa nguvu zote zikashindwe. Mungu wetu, uwepo wako utawale. Tawala Mungu wetu. Tumesimama na tunasema tunakataa magonjwa hayo yashindwe na wapendwa wetu wakaweze kuponywa. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwaminifu. Wote ambaye wamesimama kanisani, wale wako hospitali, wenye wako nyumbani, Baba tunawaombea uponyaji. Na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu wetu ukachukue nafasi wakaweze kuponywa tena mazuri, sababu wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa makuu utayatenda. Wacha utukufu kurudie, sababu wewe Mungu waweza. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Basi, thank you. May God take care of our brothers and sisters wherever they are. Amen. Thank you, Bishop. Asante sana kwa hayo maombi, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kufika hapo tunaenda kumtolea Bwana, na tunachukua hii fursa pia tukishukuru wale wenzetu ambao bado wanaendelea kutazama na kuendelea kueneza injili ya Bwana pale mitandaoni. Mungu awabariki. Tunaenda kutoa sadaka zetu, na ikiwa uko na sadaka yako ama offering kwa M-Pesa, tuko na till ya kanisa ambayo ni 331388. Church till number 331388. Ukitoa itakuletea jina Nyamataro PAG Church, na utakuwa umeboost God is work, na Mungu akubariki. Tunaenda kusimama, tukuje mbele, tumtolee Bwana sadaka zetu pamoja na saka in thanksgiving. I am pressing on. I
asifiwe. Tuamini tunapoombea sadaka zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, Mungu mkuu, tena Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo Bwana umetupa tumeshiriki katika ibada yetu ya matoleo. Bwana, wanao wakubwa kwa wadogo wametembea madhabahuni hapa Jehova, wamekutolea sadaka zao, fungu Bwana, hata na matoleo mengine. Tuomba kwamba Bwana ukapokee matoleo haya katika jina la Yesu Kristo. Bwana, yawe manukato kwako. Ukabariki kila mmoja aliyekutolea, kwa kuwa Bwana unasema kwamba tukujalipo katika neno lako tuone kama utafungua malango ya mbingu ili Bwana ukatubariki. Hebu malango ya mbingu na yakafunguke, kila mmoja akapokea sehemu yake kwa utukufu wa jina lako. Bariki wote Bwana, mashamba yetu, kazi zetu, mifugo zote na vyote vile Bwana ambavyo tunavyovifanya ukavibariki. Hata Bwana tunapoanza wiki mpya, tuomba kwamba milango yetu Bwana ikafunguke, mikono yetu ikabarikiwe, tena tupate Jehova tutakapokutana mahali hapa siku nyingine kwa kukuabudu, tuwe na cha kukutolea. Bwana tuomba ukakubali matoleo yetu, kwa tumeomba katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. God bless you. Amen. Asante. Praise and worship. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Simama ukisalimia jirani yako, ukimwambia atembee na Yesu siku ya leo na siku zote. Mwambie siku zote atembee na Yesu. Haleluya. Baba, naomba nitembee nawe milele. 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 Siwezi peke yangu, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Siwezi peke yangu, naomba nitembee nawe milele. Baba,
Nibariki nione, 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 nione. Nataka nione kwa macho. Uinue mimi nikiona, Nataka nione kwa macho. Nibariki mimi nikiona, Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho, Nataka nione kwa Weka macho. mikono yako na Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho, Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho, Nataka nione kwa macho. Wapi shangwe na wapi vigelegele wa mama,
Jesus. Going westward. Going westward. Hey, higher, 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 higher. higher, higher. Jesus, higher. Come on, say higher. Higher, 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 higher. higher, higher. Jesus, higher. Teba igoro. Goro, goro. Wani mumechoka igoro. 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 Teba igoro. Yeso igoro. Yeso igoro. Nabise ndani yako be. Ise. Matago ise. Mokani takubera igoro. Uwezi kaa juu. Yeah. Sema haya, 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 haya. Woo. Come on, come on, come on. Yeah. Haya, 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 haya. Haya, haya. Haya, haya. Nataka turuke sasa. I want us to jump. Haya, jump. Kama unaweza kuruka, ruka tu. Ruka. Yeah. Come on, shout to the Lord. Mwambieni wewe. Inua sauti yako sasa, mwambie ni wewe. Inua sauti yako, mwambie sasa ni wewe. Ni wewe. Inua mikono yako kumwambia Bwana ni asante. Tunakusifu, tunakuinua kwa uwepo wako mahali hapa. Asante Yesu kwa kutupa nguvu za kuweza kukuimbia Bwana, kukurukia na hata kushangilia jina lako. Bwana, wewe ni mkuu. Hatujui yale ambayo umetenda, jinsi ambavyo umetenda Bwana, lakini ni wewe umetenda Jehova. Chukua nafasi hii, enda mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana, tunashukuru. Yesu, tunaenda mbele zako. Tunasema ni asante kwa afya zetu. Tunasema ni asante kwa uhai huu, kwa huduma hii. Bwana, ni asante. Umetupigania vita ambavyo peke yetu hatungeweza. Acha jina lako lihimidiwe Bwana, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante Yesu. Asante Bwana mwaminifu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu kila wakati. Asante kwa kikundi cha praise and worship. Mungu wetu ametutayarishia tunapojiandaa kusikia neno lako. Baba wetu, asante kwa makuu ambayo umetutendea kwa maisha haya. Mungu wetu, tenda mazuri. Mungu wetu, simama nasi. Mungu wetu, tubariki kama kanisa. Baba wetu, tukikataa na kukemea nguvu zote za giza zikaweze kushindwa, ili uwepo wako Mungu wetu ukatawale maisha yetu hata tunapojiandaa kusikia neno lako. Asante sababu utatenda. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Hallelujah. Hebu pigia praise and worship makofi mazuri. Asante. Asante. Na kwa wale
tuangalia kutoka kwa mitandao wako mbalimbali. How do I appreciate them? And for those of you who are inside here, how do I appreciate you also? Wacha Mungu awabariki. Imefika wakati tunataka kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Leo tuko na mgeni, taka mgeni huyo akatunenee katika jina la Yesu. Atajitambulisha yeye ni nani. Wengine mnamjua, wengine najua mnamjua. Wacha nimualike atuletee neno la Mungu. Pigie makofi mazuri anapokuja. Asante, asante, asante. Baba, katika jina la Yesu, you are a great Lord. We thank you. We bless you. Father, as we prepare ourselves to hear your word from your servant, how do I pray for your blessings? How do I pray for your power? How do I pray that, Lord, you be with us and be with him? I thank you. I bless you. For we pray and trust in Jesus' mighty name. Amen. Asante Reverend mpendwa Reverend Hassan Ombogo, Miyamono mo Reverend Hassan Ombogo, viongozi wa kanisa hili wote, abarayi kanisa ebonsi, waumini wote ambao tumekusanyika kwa ajili ya neno la Mungu, n'abashirika bonsi abatwasangire kanisa sengesho lingana lya Nyasaye, wakiwemo wageni kama mimi leo. atiga itie ito n'abageni baro nenche. Nimefurahi sana kuwaona hata Daktari Isaboke ambaye wakati mmoja alikuwa mchungaji mahala hapa. Nagokire korora nonye no Daktari Isaboke yolengo murandiwe oyo mo base kanisa yega. Nimesikia tu nimempata hapa, sijui anaishi hapa, sijui. Ibana manyolire ga igatimete ngamenyeta gosenaki. Sumuna mjua? Momo maeti. Bwana asifiwe. Mwanene Yesu abakwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ibana abakwaniri aserita la Yesu. Hamchambo wote. Muyamole mwensi. Ngawa tunaendelea kumaliza mwaka, umefika karibu katikati, tuseme happy new year. Nonye tuikire gati yo mwaka tuise kwa gati yo mwaka tigamba tengo mwaka muya. Naitwa Reverend Nemuel Omenta. Gako ku Reverend Omenta. Nemuel. Nampenda Yesu. Ika mwanchete Yesu. Na ni mhuduma katika kanisa ya Bwana la PAG. Igongo kole mermo asaliga eli kanisa yo monene ya PAG. Wakati huu mimi sina station kama hapa hivi leo. Wana iganje timbu ati kanisa yane abene bunaga iga. Huwa ninatembea kila mahali. Igongo tarakira ase. Kama hivi majuzi nilikuwa huko Omanyenya. Una mwisonde igana alenge Omanyenya. Wakati mwingine Getare. Chinga kichinde Getare. Wakati mwingine Kenyenya huko Machoge. Chinga kichinde Kenyenya ali Machoge. Wakati mwingine kule Menyinkwe. Chinga kichinda ali Menyinkwe. Wakati mwingine kule Nyacheki. Chinga kichinda ali Nyacheki. Popote nikipita. Andonsi asengweta. Nikipata mwaliko kama huu. Kera na aligani iwe bunaiga. Najisikia vizuri. Igonko igwa buya. Hata vile nimejisikia leo. Unana igure buya leo. Nataka kusema asante kwa mchungaji. Igonta itego temanga mbuya mono asomosomba. Kunipatia kibali kama hiki. Onga ogwanchirwa buno koiga. Hasa mahali hapa tunaita Nyamataro. Wono mono asa aiga tokoroka Nyamataro. Nataka kuambia. Igonta iteko batebya. Mimi ni mmoja wa wale. Incheno yomo bwabalia. Ambaye niliona kanisa hili likianza. Na aroche ekanisa yego chaka. Historia ya kanisa hili. Emugano bwe kanisa yega. Mukiandika bila kutacha Reverend Ndubi na mimi. Moli ke motabegeti Reverend Ndubi amonere. Hiyo ni kusema hiyo story si kamili sasa. Igo mono mugano yu toliko bayo bwekene. Historia ya kanisa hili ikianza. Omugano bwe kanisa yekerego chaka. Msipoandika watu kama wale tulianza nao hapa. Onye moko lika abantu balia tuachakete amona barobwo. Niliona wapi yule mama Mada Mukutu. Naro mongi na Mada Mukutu. Munaona yule mama? Morocho mongi nolia. Wapi Andrew? Ngai Andrew wale. Andrew yuko hapa? Andrew no ara. Wapi Aska? Ngai Aska ale.
Hawa ni wachache nimetaja. aba n'abake iga banakwanire Kuna wengine wengi wako hapa ndani. abanda abange no bali maiga Msipowataja ekerenta abakwane mutabakwane ni kama hiyo story si kamili. igo bono mugano oyu tori kwa boikeraine Kwa maana tulianza tu na hawa wachache, ekiagera ningo twachagete n'aba bake na kwangu mimi nimehakikisha lile neno linasema pastor daktari igo na inche nkwaneke lingana liliko teba pastor katika kitabu cha Zakaria 4 ase kitabu kia Zakaria 4 na mstari wa 10 10 inasema ya kwamba igego teba iga ni nani ningoyo ambaye anadharau oyo ogochaya siku ya maneno machache rituko lia mang'ana amake yanapoanza. ekera mang'ana iya gochaka Ni nani ningoyo ambaye anadharau? oyo ogochaya Wale walioona tukianza hapa bali batoroche togochaka hawakuona tunaenda wapi, baroche ng'ainga itogokoli gochi lakini nasema kati ya makanisa yale ambayo naona Mungu lakini anaendelea kunawili kabisa, yanaendelea vizuri, kolende ngoteba ng'ase chikanisa chiri chikenderete buya hili ni moja lao. enere yemo yabo Jipigie makofi jameni. yakere chinkobi Mungu awabariki sana, omonene yesu abaseseni na wapa mono moyo nabairo moyo nikiangalia vile mnaendelea na mambo ya miradi mbalimbali, kere nkoligere muna mogenderete noborwagachia na au nimesikia mko na mradi wa kununua basi. nande ningwete ng'amo taete kogore bus Hiyo imeisha pasta hiyo. eibono yabeire pastor Hiyo imenunuliwa. ei yagorirwe Pasta huyu mwenzangu omosombo oyo iga ominto nimemjua kwa muda mrefu. namumanyira ase ebire bintande Akianza masomo ya Bible School, ekera gochaka amasomo a Bible school pia ni mmoja wa wale ambao walichangia kutusaidia kupeleka injili abun erore ngoyo amo babali bako bali koralia enjili katika vijiji mbalimbali. ase ebinyoro ao Hakuna mji tulienda bila yeye. mochito yo tware gochi ata iyo Akiwa Bible School, ekera alenga ali ase skulu ya akiwa Biblia na magari, ekera ale ne gari kisikia tumeenda kule Nyamasege, ekera ko igutwachire Nyamasege magari yake ndiyo yanabeba watu. chigari crusade. chiana chikwemukia abantu Si hiyo sasa basi imeisha hiyo sasa. ibona itaire tigo Amejua jinsi ya kununua magari. namaete enchera yokogora egari Mpe mkono haraka sana muone hiyo gari moko itaisha. boko bwango igamorore amang'ana iga Bwana okorekana asifiwe sana. amen Bwana asifiwe. amen Nina mengi ya kusema kuhusu kanisa hili, nimbwata mange yogokwanigero yekanisa lakini eye kwa sababu ya muda kolenda ase eng'encho ebiro nataka nikatise tuende kwa neno la igo Mungu. ntaete nache igo twenda ase ring'ana ria Nyasaye Nataka kabla sijaenda kwa neno la Mungu, igo ntagete ntaragenda ase ring'ana ria Nyasaye nina wimbo ninde nogotera ambao naona unanipa moyo sana kwa mwaka huu mpya. ogotera oko nigo gokong'a omoyo ase omwaka oyo omoyia Nataka mwaka mpya vile umeanza hivi, igo nganeti ng'a omwaka omoyia buna ochakire na wale iga watu wamefanya resolutions mbalimbali kwa maisha yao, abanto mbare barobeirie ebinto ase amagima abo lakini resolution yangu korende omoroberi one nche Mungu aniongoze. omonene andaye Ndio ninapenda kuimba wimbo huu. naki ekogera ng'anchete gotera oko Aniongoza popote, namba 78 katika nyimbo za Injili. Hebu piga hiyo. Sa popote, namba 78. 3 go. Aniongoza popote, ni mwandame siku zote, kwa ajili yangu mimi aliuawa Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kuja na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Lanitosane no lake, nishikwe na mkono wake, mapenzi yake ni heri, yalitimizwa Kalvari.
nitaongozwa na Bwana usiku kuja na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Nitaendelea mbele pamoja naye milele. Pendo lake ni hari, Bwana Yesu wa Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kuja na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Bwana asifiwe. Mwanene Yesu abakwe. Hebu tufungue Biblia zetu Tuigole Biblia chaitu katika kitabu cha Luka, ase kitabu kya Luka, Injili ya Luka Injili ya Luka 12 12 na mstari ni wa 15. mstari 15. Kiwa mpendwa umepata, soma Luke chapter 12 Luka 12 na mstari verse 15. 15 akabatebya igereria erende korwa ase okogania okobe ekiagera obogima bw'omonto tibori ase obonge bw'enibo yaye abwate. That is 15. Yes, read again verse 31 to 34. The very chapter. Bibilia bateba ng'a korenderigia oboruoti bwa Nyasaye na ebinto ebyo namomenterwe inwe timuiroka inwe abamore omuganda omoke ekiagera iso ino ororire buya koba oboruoti onia ebimore nabyo morwe ebiegwa mwekorere ebimoya bitari kogota amo n'enibo etari gokea igoro ase omwibi atagoika gose ebigwankwa gosaria ekiagera ase chinibo chieno chire nao chinkoro chieno chikoba. Amen. Amen. Baba, tena katika jina la Yesu, Tata naenda asirita ya Yesu. asante kwa neno lako. Miyamono asiringana liao. Tunaendelea kukusii Baba, Iwotu wende tuko kusororo mwanene. neno hili liwe la maana kwa maisha ya kila mmoja wetu. Ingane lilibe liyamana asikiro mondo. Zungumza na mioyo yetu kulingana upendavyo. Bwana ne mioyo yetu bunoga netie. Kupitia kwa hili neno lilete uponyaji. Wetera asiringane liyo bukoweni wakobao. Kupitia kwa neno hili lilete wokovu. Wetera asiringane liga gotoleka kobao. Tuimidiwe kwa hili neno Baba. Toimokeligwe asiringane liga. Ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Na asirita ya Yesu omotori itu. Tuseme wote amen. Totebe tuensi amina. Wapendwa, ningependa kuzungumzia Abanchi nikonte etenkwanere. kuhusu hilo jambo ambalo Bwana Yesu alizungumzia Lingane elio omwanene Yesu akwanerete katika mlango wa 32. ase morango 32 Msiogope nyinyi kundi ndogo. ng'ati moiroka inwe abamore omuganda omoke. Hilo ndilo jambo nitazingatia kwa mahubiri. Ena lingana toro gochikorigereri mono ase okorandigwa itu. Hilo jambo lina ahadi kubwa sana. Lingane elio ndire neng'eri enene mono. Usipokuwa na uoga wowote, Ekero tatware bwoba bonde ni bwonsi kama Bwana Yesu ameaidia hawa kundi dogo iga ufalme. Nyasaye aenekeiri abantu aba omuganda omoke oboruoti. Kwa hivyo nataka kuhimiza kila mmoja Igonte ete kwomukero yomo moyo kutoogopa. tobwa. Mwaka umeanza, Omwaka ochakire una machangamoto mbalimbali emechando n'emenge kama mwanadamu,
unamwanya abantu unaweza kujaribiwa kuogopa, nabora anyale kuba nga kwate emirwe ase okuobwa hata kama si mwanzo tu wa mwaka. neba tali omochakano bw'omwaka Tunayapitia machangamoto mbalimbali nigo togwetera emechando emenge katika maisha haya ya dunia. ase obogima obwo bwensi Ukikaribisha uoga kati ya mambo kama hayo tunayoyapitia, ekero okwaregania obwoba ase amang'ana buna ayo togwetera sasa wewe umezama, bono aye nigo kwarimeire sasa wewe umepotea, aye bono wasirire umekosa kila tumaini katika maisha yako. wasiri ogosemeria konde gwensi ase obogima bwao. Nilienda mahali, Igo nachieta ase mchawi mmoja akashuhudia, mchawi ambaye aliokoka sasa. omorogi oyo omo akarua oborori Yeye akasema kabla yeye hajaokoka, agateba ng'a ataratoleka mbinu ambazo walikuwa wakitumikia kuleta hata ugonjwa kwa maisha ya watu, binto biri bare gokorera erinde barete nono oborwaire ase abanto kati yao ni kuleta vitisho. egento egetang'ani nokoreta obwoba Wakiona we umeanza kutetemeka, ekere barigeri barore ng'a gwachakire konyegerigwa si ugonjwa sasa umeingia. bono oborwaire bwaswa Sasa inabidi igo bono epireti usimame hima. otenene bokong'u Kuna vitisho vya namna mbalimbali, ogotishwa nkoro ogwe chinchera chionsi lakini simama hima. okorende tenena bokong'u Mambo haya Bwana Yesu ndiye aliyasema. amang'ana ega Yesu nero oyakwanete Watu wengi walitokea kwake. abantu abange mbachete asare Kulikuwa na Mafarisayo, abafarisayo mbarengo kulikuwa na watu wengi walimsikia ya kwamba hana mambo mazuri ya kuwatendea. abantu n'abange baigwete ng'a nare n'amang'ana Kulikuwa amayago wenye bakorera. dhambi, abanyabibe mbarengo kulikuwa watu wa namna mbalimbali. abantu ao mbarengo Na Biblia ororo inaniambia walitokea umati wa watu kumfuata, ne bibilia egoteba ng'a omoganda omonene okamobwatia lakini Yesu korende Yesu alichagua jambo moja. agachora ring'ana erimo Badala ya kushughulikia na umati hawa wote, nibaga agoshughulikira omoganda oyo bwonsi akageuka kwa wanafunzi sasa. agaonchokera Na aborokigwa wanafunzi unajua ni wachache sasa. n'aborokigwa nomaete nigo barenga abake Akawacha wale umati, agatiga omoganda akaanza kuzungumza na wanafunzi. agachaka gokwanera aborokigwa Bwana Yesu anajali kila mtu, omonene Yesu niga egagoshughulikira ingawa kero yomo anawajali wale wana dhambi, nenye kacha gochandira pia abanyabibe anawajali Wakristo, nande nangu echandira ale abakristo wale waumini ambao tuko hapa leo. abakristo bali tolega ali tukolia Bwana leo Yesu anatujali. omonene niga agwetu echandira Aliona wanafunzi pia wanayapitia mambo mbalimbali, akaroranga aborokigwa nibagwetera amang'ana mpaka akawafundisha hadithi ya mtu mmoja. baka akaborokia omugano bw'omonto oyo omo Mtu huyu alikuwa tajiri ajabu, omonto oyo niga alenge omonda egekone tena alikuwa mkulima hodari. nande niga alenge omuremi bw'ogokumia Wakati alilima shamba lake, ekera alemete emigondo yaye aliona mafuno mwaka huu alikuwa mazuri, akaroranga okogesa kwaye nigo kwalenga okuya akafikiria kwa moyo wake, akalengereria ase omwoyo oyo ime mwaka huu omwaka oyo iga nina mafuno kweli. igo nanyorire okogesa Akitazama gala lake, ekera magala, akorigereria ase ekiage kiaye akaona ni machache, ni madogo sasa, akaroranga n'amake mono kwa maana alikuwa na akili. ase eng'encho alenge n'obongo Akaanza kusema nitafanya hivi, agachaka gotenga bono ninkore iga nitapanua magala yangu, ninyare kogareria ebiage biane nitume mapagasi wangu kwa shamba, ntome chiberasi chiane ase emigondo mabagazi wafanye hiyo kazi, warundike hiyo mafuno kwa hiyo magala. chibarasi chiri chirete okogesa koria ase ebiage Sasa bono alikuwa anasema hivi, iga are goteba iga nikisarundika mavuno yote kwa gala yangu, ekere nabekire okogesa kwane gwonsi ase ebiage biane sikia mpendwa, igwa omwanchi kumbe kuna watajiri, abanda mbarororo kumbe hawana hekima ama hawana akili. abanda mbarororo batabwati esemi Akaanza kusema hivi, agachaka goteba sasa akili imepotea hapa, bono esemi yasirirega naporundika hiyo magala sasa, ninatosa kila kitu kiwe kwa ekere gala, naichoirie ebiage biane byonsi byaichoire nitaambia moyo wangu, bono igo nkotebia enkoro yane tulia, tegerera toerera burudika, bono goka furahi, goka kunywa, kanywe starehe. bono egokie Hiyo ndio vitu wanahitaji.
watu Ebina- wengi wanahitaji. ebina byebintu abantu abange baganeti Nataka kuburudika kwa mambo mbalimbali ya igonta dunia hii. etekogokera amang'ana awao Huyu tajiri omondu oyo iga hakujua tamanyete ni Mungu amefanya, hata mafuno yametokea ng'a vizuri. nyasaye okorire nonye nokogesa kwaye kwabeire okuya Nimekuwa mchungaji kwa makanisa mengi. nabeire omorandia ase chikanisa chinyinge Wakati wa mafuno chingaki chiokogesa naona watu wachache igo nkorora abantu abake mono wanaleta mafuno, bakoreta rigesa wanakumbuka ni Mungu ametusaidia, bainyora ng'a nyasaye ni otokonyire Mungu amejali, mafuno yametokea vizuri. nyasaye bwetwechandeire twanyorire okogesa Wanatoa ile okuya sehemu ya 10 wanaleta. nigo bakoreta ensemeri ya 10 Nilisikia secretary alitangaza hilo jambo, naigwa omosekeretari nararia ring'ana erio kwa watu wengine hiyo mambo inawapita, ase abantu bande ring'ana eri nigo rigweta lakini nataka ugundue siri. igo ntagete omanye obobisi Jaribu ulete, ayetema igo orete uone yale Mungu atakutendea, orore ari nyasaye hata ogokorera kwa yale ambayo yatabaki. nonye naria Huyu ase aria tajiri atigari. alisema sasa nitaburudika. omondu oyo agatenga bono ninyare kwegokia Usiku huo obotuko obwo alijiwa na Mungu, agachirwa na nyasaye akamwambia Mungu akamwambia hivi, omonene akamotebiga wewe mjinga, ayo omoriri sikia, igwa wewe mjinga, ayo omonto omoriri umewahi kuitwa mjinga dunia hii? kwana korangeri ng'ana omonto omoriri ense eye iga Mimi mtu akiniita hilo jina, nche omonto andoka erieta erio hata kama alikuwa amenipa chakula yake, nebe konyombekeire endagera yaye emesa namwambia asante, imetosha. nkomate ng'ambu yamo endagera yaisana Kuitwa mjinga korangeri gwa omoriri utakubali? noancherane Ni nani atakubali aitwe mjinga hapa duniani? moranchera naro kwa omoriri Eh? Siku hiyo mtu huyu rituko erio omonto oyo akaitwa mjinga. nyasaye akamoroka omonto omoriri Sasa bono akaulizwa swali, akaboriri iborio usiku wa leo obotuko bwa rero roho yako inahitajika. enkoro yawe yaganirigwe Hivi vitu vyote umerundika ebintu ebyonsi bikwagesire vitakuwa vya nani? ning'ogochi Huyu ni kubitumeka mtu ambaye alikuwa anategemea yani mali na kila kitu, anafikiri akiwa navyo ataishi, oyo n'omonto osemeretie obonda bwaye ng'a kabo bwate nigamenyete na Mungu alikuwa ameambia watu hawa wanafunzi. Yesu aliwaambia mtu haishi kwa sababu ya mali na vitu vyote alivyo yesu navyo. okonyota ebiria abarokigwa baye ng'a monto tarikomenyera ase eng'encho y'obonda bwaye Kitu kilitokea kwa huyu mtu, egento kiakorekanete ase omonto oyo iga alinyamaa kimya. nigakirete kiri Walimu muko hapa, abalimu mora ukiuliza mwanafunzi ekero oraboria omwanafunsi 1 + 1 omoboria yemo mente yemo ni ngapi? nirenga Alafu mwanafunzi anyamaze kimya. omworoki gwakire kiri Hiyo ni kuonyesha huyu mtoto ni mjinga. Sasa igekworoki ng'omonto oyo omwana oyo iga n'omoriri mono huyu tajiri akanyamaza kimya, omondo oyo iga agakira kiri mpaka sasa amenyamaza. mpaka bono iga nigakirete Ikiwa wewe onye aye hujachua siri ya maisha, toramanya obobisi bw'obogima kumbuka mambo yale Yesu alisema mwenyewe. inyora amang'ana ari yesu akwanete bweka Maisha yetu obogima bwaito hayalingani kulingana na vingi vya vitu tuko navyo, teriko bogima bwaito mbori kwenda n'ebinto biri ebinge tobwate ni mapenzi ya Mungu. n'ogwancha kwa nyasaye Kufika leo ni Mungu, koika rero nyasaye kufika mwaka huu ni Mungu, koika omwaka oyo nyasaye kukanyaga siku ya leo ni Mungu. gotacha rituko eri nyasaye Mwambie Mungu asante. motabi omonene ng'ambu ya mono Inua mkono, sema asante Mungu, Imokia asante Mungu. okoboko, Tumekuja hapa tabia kushukuru Mungu. Mungu ametuwezesha. motabi nyasaye mbu ya mono ekiagera otobwereire Ni Mungu, nyasaye ni Mungu. nyasaye Bwana Yesu aliendelea kuwafundisha wanafunzi omonene yesu akagendera kworokereria vile aliona aborokiwa wanachisumbua na mambo ya dunia hii. ng'amuna bagenderete gwichandira amang'ana y'ense eye iga Tutakula nini? nkitokoria Tutavaa nini? nkigose torabeke Tutakunywa nini? nkitoranywe Hiyo ndio ilikuwa shida yao kila wakati. einero yaringa emechando yabo kera Yesu chingaki aliwaambia mambo ya ajabu, omonene yesu akabatia amang'ana y'ogokumia mchisumbue na mambo hayo yote. ekero mwechanda n'amang'ana yonsi Mungu anajua shida zenu. omonene namaete emechando Mungu yaino anajua mahitaji yenu. omonene namaete okogania kwaino Muletee mahitaji yenu, moretere okogania kwaino mtaona Mungu akiwashughulikia. morore nyasaye Ikiwa gakobarwanira analisha hata nyasi, ikiwa anaweka nyasi kuonekana maridadi, onye gakora obonyanki bwaba obubwate ekieni na nyasi ni kitu kinaonekana kwa muda mfupi, maua, n'obonyanki niga bonga liuga lakini tena yananyauka.
nande bogocha bwoma Ndipo akawauliza, nyinyi si ni wa muhimu zaidi? akamama kubabolinga inu muri abantu b'engencho mono Ikiwa Mungu analisha hata ndege, onye nyasaye gakorageria si nyinyi chinyoni ni wa muhimu zaidi? bono chinyoni gose nechiamana mono Nyinyi sasa binadamu inue muri abamana si mono ni wa zaidi zaidi ya hawa ndege wa angani? inu muri mono gwetania chinyoni echi chiigoro Mungu anashughulikia hivi vitu vyote. nyasaye nigagokorwanirira ebintu ebi Mbona byose tunaogopa vitu vidogo vidogo inki mokuoboera ebintu mpaka ebikebike kiwango unakosa hata imani? chinga kichinde kwaborura onye nokwegena Mbona unaogopa kila wakati? inki ogotwarira obwoba kira chinga Kila wakati roho inapiga wewe pu pu. kira chinga kienkoro yao nigogwakane chinguru Taishi chingoro namna gani? inga iyo menye ngakiongoza Watoto kingomanya watasoma namna gani? ngaki abana bane bago chikosoma Tutakula namna gani? ngakinkoragera Mungu amekataa hayo mambo. omanene okanira mang'ana Ndipo akafikia ile jambo sasa nataka kuambia. bona agaikera ling'ana elintaite kobatebi Msiogope. timuoboa Msiogope. timuoboa Ambia mwenzako usiogope. ebi oyo mine nga timuoboa Usiogope. mataituoboa Ondoa woga. rusi obwoba Bwana Yesu asifiwe. omanene isaba Tena anasema nyinyi kundi ndogo. akobatenga inu omuganda omoke Kumbe Mungu anawajali hata wale kundi ndogo. nga nyasaye niga akurwanira nonya n'omuganda omoke Unaposoma hapo katika kitabu cha Isaya 40, ekero togosoma egitabu kia Isaya 40 unajua kundi ndogo omaete omuganda omoke si kundi lolote lile, tali muganda onde ni bwensi kundi lile linaitwa verse 11. 11 40 verse 11. Isaya 40 11 Nakoa kama kondoo wale mchungaji anachunga. igo tokobabuna ching'ondi chiri molisi akorenda Bwana Mungu omonene nyasaye unapogeuka unakuwa muumini wake, sasa Ekero unakuwa wo- mfuasi wake. ekero gwonchokire kwabeire omworoki woye Mungu anabaki kuwa mchungaji wako. omonene nigagotigara koba omolisi oo Yeye anakubeba. era nigagokoimokia Katika kitabu hicho cha Isaya 40 verse 11, egitabu gia Isaya 40 11 Mungu anakukumbatia kwa mikono yake. nyasaye nigagokomogania ase amaboko aye Ukumbuke uko katika mikono ya Mungu. inyoranga nigora ase amaboko a nyasaye Ukumbuke uko katika mikono ya Mungu. inyoranga nase amaboko a nyasaye Ukumbuke uko katika mikono ya Mungu. inyora nase amaboko a nyasaye Mungu huyu ambaye hawezi kushindwa. nyasaye oyo otali kobuwa Katika kitabu cha Yohana ase egitabu kia Yohana 10 ikomi mstari wa 11 pia ikomi nemo inatuambia ya kwamba I'm the good shepherd. igegoteba ng'a nche n'omorisi omuya Yeye Mungu huyu Bwana Yesu ni mchungaji mwema. omonene Yesu n'omorisi omuya Wewe paki tu chini ya ulinzi wa Mungu huyu. ayetigara inse y'oborendi bwaye Kumbuka huyu mlinzi ni mwema. inyoranga omorisi oyo iga nigara omuya Anakujali mpaka haja zako zote. nigakorwanirira kero okogani kwago Anakujali hata akili yako yote. nigakorwanirira nonya n'ebirengereri byago Anakujali hata mawazo yale ambayo yanakusumbua. akorwanirira nonya n'ebirengereri Kuna bigochanga wale wanayapitia machangamoto kama magonjwa. abange mbale bagwetera buna amarwaire Nakumbuka in the book of Luke chapter 5, igo nase No. egitabu kia Luka isano nakumbuka hapo tunataka kupitia. igo ntete gwetera iga Ukisoma hapo kuna hadithi nyingi ekero ogosoma Luka isano mahali mugano n'emengero Bwana Yesu alikuwa akitekeleza wajibu wake kama mchungaji mwema. abwesi Yesu ale gokora emirimo yaye buna omorisi Kulikuwa omuya na wakati watu ambao walikuwa wamekata roho, tinga kinchire abantu konya bakura omoyo walikuwa wamefua usiku wote kucha samaki, konya barubire chimsu obotuko obogima lakini hawakupata chochote. korende mbanyora kende Hapo sasa mchungaji mwema ndio huyu bono agaiga omorisi omuya oyo bono akatokea akawaambia, akasoka baada akabatebia ya kuhubiria umati wa watu huko, ekero arandeirie abantu bonsi aye, kawaambia habari njema. akabatebia amang'ana Sasa amaya akarudi kwa hawa wavuvi, bono akaira nabo nasaba akawaambia Abarudi. hamuna samaki leo? akababolinga rero omobwati chinsu Hebu tupa hiyo neti zenu katika hiyo dip bono ruta net. chineti cheino ime mono Katika endiba, kwa Kikisi tunasema endiba. ruta chineti cheine ndiba Yaani hapo ni mahali pa kuogofya sana, abuna ase aria abantu abange batari goikara mahali yobwoba hata huwezi kufika karibu. ase otanyare goikang'e Bwana Yesu ndio huyu bono Yesu oyo iga anaambia hawa watu wavuvi, akotebia abarubi bari enda pale kwenye mahali unaweza kufika karibu na usame mara moja. genda aria ase ogoika oikoro nabo okorimera pi Watoto mko hapo, ukiona mahali maji inapita hivi, abana morega ase okorora amache akona gwonchokana nega tobasa goikang'e
Wakaanza kuambia hao wavuvi, Akachaka kotebia aborokiwa abarubi abo. msituputu, Mo basako kotema. msituputu kwenda hapo. Ni kama Yesu hakujua hapo ni mahali pa hatari. Yaani wanataka kuarifu hawa wavuvi ya kwamba Bwana Yesu hajui Abakotebia abarubi bali okagete Yesu ya tamanyete. kwamba hapo mahali walipo ni mahali pa hatari. Ngabo asemole na asabe. Lakini huyu Bwana Yesu Olende Yesu oyo iga. alijua ni kitu gani anafanya. Na maetenki aleko kara. Aliwaambia, Akabatebia. hebu weke hiyo neti zenu katika hiyo hapo. Beka chineti chino asendiba. Wale wengine wakiwakataza, Bali bane kigako bakania. wanafunzi hao wakasema, Abarokiwa bagateba. Bwana Yesu, Omonene Yesu. usiku wote Obo tukobogima. tumefanya kazi hapa. Twakolire emirimo ga. Sisi ni wavuvi, Intu n'abarubi. we are experienced people. Intu n'abarubi bali bamanyete emirimo. Tumejua kazi yetu. Egasi itonto ye manyete. Hapa tumefanya kazi. Aiga twakolire emirimo. But at your word, Lakini asemere asengencho lingana lyawo. sikia, Igwa. kwa neno lako Asengencho lingana vile lyawo. umesema. Kuna gwatebire. Wa. Eh. Nipate nafasi wapi? Nyona libagara lyawo. Niwaambie vile unaweza kuchukua neno la Mungu. Mbatebi buno bwente kuira lingana Unaweza kuwa na neno la Mungu kwa wakati mwingine kama ujinga. Naboko bane lingana lyo monene chinga kitini. Lakini vile unachukua hatua unaliamini, Kolende kero koireke. hilo neno linageuka linakuwa nguvu. Ingane elyo lyaba. Hilo neno linageuka linakuwa uponyaji. Ingane lilyaba Hilo neno okwenigwa. linageuka linakuwa msaada. Ingane lilyaba okokokonya kwao. Tumupigie Bwana wetu Yesu makofi. Twakere Yesu ito Hilo chingobi. neno likageuka. Ingane Walipoweka liligauchoka. hiyo neti pale, Kero babegete chineti chirigalya. walifua samaki Niko barubete chinsu. ambazo hawatafua wakati wowote. Echibatanya kurubalinde. Hata wakawaita wengine watu. Baka bagacha korangeli bali bali nganchu motokonye. Sina nafasi. Timbu ati chiribaga. Niwaambie pahali mtu alitokea ambaye alikuwa yaani lepers. Mbatebie omonto oli olenge Bali igataruete. tokea akasema nami niponywe. Agateba nga nainche mbweni gwe. Lakini alipofika pale, Ekera igetalia. watu waliona huyu lepers, mtu wa ukoma. Bagateba ng'omonto iga wukoma. Bad news. Oyo n'omonto namangana amabe. Hakuna matumaini kwa Oyo huyu. tabu atiko Ni semelia. nini huyu mtu atapata? Monto abano nkiara Lakini nyole. alipofucha kuja karibu na mchungaji mwema, Ekera achete asomolisi omuya. alisema dhambi zako zimesamehewa. Akamata inge bibe byao byabeirwe. Wale madaktari waliokuwa hapo wa Maloni, yaani Mafarisayo. Abanyagitali bali babafarisayo balengo. Farisayo walikuwa huko na maneno maswali mengi. Abafarisayo bamaswali amange Hata sasa balengali. kuna watu wanapinga injili ya Yesu Nonyembono ikiendelea. iga abafarisayo mbaro bagopinga. Washindwe katika jina la Yesu. Babu asirietalia Yesu. Washindwe katika jina la Yesu. Babu asirietalia Yesu. Injili ya Mungu itaendelea. Enchiri yo monene Wakubali wasikubali, injili itaendelea. Anche Huyu mtu ambaye alikuwa lepers, omonto oyo lenge ligata. siku hii alienda nyumbani akiwa Akaenda amepona. nyomba mwaeka I'm bwenete. told some, ninaambiwa mahali Igongote ya kwamba kwase. Bwana Yesu mahali alikuwa anakaa, Ngandonsi ase yesa isaransate. there was that presence, there was that power. Oko bangole ngolo Kulikuwa na chialengo. nguvu, Chinguru chialengo. nguvu za uponyaji. Chinguru chioko Hata watu gwenya. walipotokea pale Nanyenekera abantu bale koroka naroro. walipata tu miujiza Niko ikitendeka. bale korora ebikone bikokolekana. Mpaka watu wengine wakasema Baka abantu bandi bagateba haya ni maajabu, ebi nebikone. strange things. Ebikone amangana yogokumia. Mambo yamenitendekea kwa maisha yangu, Amangana nkolekanira sobugima bwane. hata ukiniuliza formula siwezi kukuambia. Nomboli enchera tinkonyara gogotebe. Nasema ni Mungu. Ngoteba nga Nyasaye. Maybe you have that experience also. Nabora abekone nokumanya okwo. Unapata tu suluhisho, Okonyora okobwerwa. unasema aigaro Nyasaye. Unasema hapa ni Mungu. Principle ngakiro aigaro Nyasaye ukodere. Hapa ni Mungu Hapa ananisaidia. ni Mungu. Aiga Nyasaye. Kuna nguvu jameni. Chinguru nchiro. Usiogope. Totwaro bwoba. Hata alimwambia Petiro Akamota Petero. ambaye alikuwa mchungaji, Oyolenge molisia. alikuwa mwanafunzi, Oyolengo mworokia. alipoanguka akaweka magoti chini, Ekera wetense alipoona ishara za Mungu Ekera roche bikone bya Nyasaye. aliweka magoti. Akabeka marua yense. Yesu akamwambia kutoka leo wewe usiogope. Akamota inga gochakerera ye tobo tobo. Usiogope. Tobo. From today Gochakera lero. wewe utakuwa fishers of men. Ayenobe omorubibwa
abantu Na hapo akawacha neti akaanza kumfuata Bwana Yesu. akatiga kubwata chinsu akacha Nipate kubwata nafasi kubwata wapi abantu niwaambie yule mtu ambaye watu walibeba, nkainkurusiri bakambata ebyomuntu oli abantu ambaye bayimogeti hakuwa anajiweza, oyu otalenge kwenyara alikuwa amesumbuka. ochandegete Watu walijaribu abantu bagatemba mahospitali kila mahali, enyagitali kerase wakiliposikia ya kwamba kuna mchungaji mwema. ekere bayiwete ng'omulisi omuyanaro Ninaona imani ikifanya kazi hapa. narolira okwegena gokora I emirimo can see emenene these people of great faith. narolira abantu aba bokwegena okonene Yesu yuko wapi? yesu nga yale Yuko pale. igakaralia Kama ni maili saba tutaenda huko. onye maili saba nkwenda toro Hata kama hakuna gari tutaenda huko. ne bantu bwatie gali Na nkogenda mjue toro wanabeba mtu. nande momanye n'omuntu bayimogeti Umewahi kubeba mtu ambaye hajiwezi? kwana kwimokia omuntu otali kwenyara Mke wangu alianguka chini nikaona Mungu huyu amekufa. omong'ina oyo akagunsa akarang'a oyo okule Nikajaribu kumuinua. nkatema kumuimukia Mungu nisaidie. omonene nkonye Nilijaribu nkatema hata nikashinda. nkasinywa Mungu akanisaidia. omonene agankonya Nikapata amekaa karibu. nkanyora oisaransiri Umekuwa vizuri nimekuwa. wabeire buya nabeire buya Kateme Nyasaye mia. nikamwambia Mungu asante Kubeba mtu oimokia omuntu ule uzito. obolitobolia Watu hao walikuwa wengi kama 4 hivi. abantu abo niko balinga abange Walipofika mahali Yesu alikuwa, kere bayigetasi yesu alenge walipata tena hakuna nafasi. bakanyora libaka lyelire But these people were determined. kulenda abantu abamba alinge nekerenga Hatuwezi kurudi nyuma. ntolikoira na maega Hatu wengine waliwastua. abantu bande Kawaambia mnafanya kazi bure. bakabateyine emirimo yabo Mmetoka kwenu kufanya nini hapa? kimwarwera seino moche Mnakuja kupoteza wakati. mwachire gosali chinga ki Huyu Yesu tena ako ndani ya nyumba pale. so yiganigara nyomba Ni nini mtapata hapa leo? mwakingi moko nyora Ni kama mmefanya kazi bure. ngo mwakolire emirimo yabo Lakini sa watu hawa were determined. kulenda abantu abamba alinge nekerenga Nasema iweje? bakateba nga neba igo Tunataka tuone Yesu amuone huyu igo mgonjwa. totaete torore yesu amororo oyo Walipanda juu ya paa ya hiyo nyumba. bakatira gochia asekera maigo Hawakujali hasara ile ambayo wangeletea mwenyeji wa hiyo nyumba. bakumereti asara ili bakoletera omonyene Kama nyumba ni pesa wako nazo watalipa. anya nechiba yasambale nacho na baba Walipomoa kule juu kwa upaa kule juu bakatagora igora ali asekerama wakamubeba na mattress ya huyu mtu sasa. bakamoimo kine mattress yaye Wakamuleta vizuri kwa ustadi. bakamoleta ngora Lakini walitaka kutazama Yesu yuko wapi. lakini niko baligereti nga yesu nga yale Wapi? Watu ni wengi lakini sasa hapa tunataka mahali Yesu hako. abantu nabange kulende totagetasi yesu Wakamwona Yesu ndio yule. bakaranga yesu lya Wakamuteremsha paka kwake. bakamotini mbokelia ase yesu Na alenge Yesu akaambia huyu mtu, yesu agatebia omuntu oyo iga mchungaji mwema. omolisi omuya Mchungaji mwema. omolisi omuya Sema mchungaji eba mwema. omolisi omuya Akaambia wa huyu mtu, akamotebia omuntu olya uwe na imani. obe n'okwegena Umesamehewa. wabeirwe Utapona leo. wawenire Na lero hapo nabwabwo hakubeba kutoka hapo. taimo kiriko rwasalya Mungu alimponya. monene akamugwenia Mungu ni mwenye uwezo. nyasaye n'oyo bwoko bwa Mnaona vile mnaimba kwa kanisa hili? moroche buna mogotera ase kanisa Niliona vizuri sana. iko narora buya mono I've been to churches. nabira ase chikanisa Watu wengine wanaenda abantu bande niko bakogenda utaratibu tu. obong'ora Hata saa ngine wanachoka. chinga kichinde barosa Nasema huyu anatuimbiza sana. Wacha amaliza raka. bateba ng'oyongo toteliare mono Praise twarosa and worship tune. Mungu awabariki sana. abantu begekunde ibada na sifa nyasaye baseseni Unajua mahali kuna sifa, ase ogotogia kole mahali watu wanarukaruka, ase abantu mahali bagotumatuma watu wanamchezea Mungu, ase abantu bakomotengera omonene inafutia power, inafutia the power of God, igo ekong'usa chinguru chia nyasaye inafutia nguvu za Mungu ekong'usa chinguru chia nyasaye kuteremka kutoka mbinguni. chiaikakorwa igoro Ndio kwa sababu hata niliona wazee wengine hapa nakikekora naraba kakabandega naruro mugako yomo ongo kinaigunga. kuna mzee mmoja alinifurahisha sana Nilisema wewe mzee, na wewe umetuleta vizuri. nateba ngo mugako yo gwatoretire buya Unajua wazee wengine sasa hivi nasema lakini yule mzee mtujui ameenda kukaa wapi? mugako litimeta saa chi God bless you mzee, ulikuwa unaruka gokwale gotuma buya kumrukia Mungu, komutumera omonene unaburudikia Mungu.
komogokera nyasaye inafutia power of God. igeko nguso Hizo chikurutia nguvu nyasaye ndizo zinaponya watu. chinguru echina Hizo chikubwania nguvu abantu ndizo zinaleta baraka. chinguru echina chikoleta okosesenia Utakuja hapo ukiwa na huzuni, igogo chako gechirie lakini utatoka ukiwa umepona. igokoira nako bwenete Wacha nirudi katika mahali Yesu alisema. igangirane ase Yesu atebete Aliambia wale wanafunzi, agatebia aborokigwa baye msiogope. timuoboa Msiogope. timuoboa Ni kundi ndogo. inu omuganda omoke Maana ekiagera Baba wa mbinguni omonene ole igoro ameona ni vizuri ororire embuya kuwapatia ufalme. abaoboruoti Are you aware? mole Hata nokomanya watu walidharau hivi. abantu mbachayete elio Mimi nina matumaini ya ufalme. inche ninde nokwegenda kuoboruoti Usiogope. timotwara obwoba Unaweza kuambiwa maneno, nabogotebigwa amang'ana lakini kumbuka kolende inyora wewe ni mtoto wa mfalme. aye n'omwana bw'omuruoti Kuna matarajio makubwa kuliko okonyora haya nkorokonene ya dunia hii. obwaye iga yense Sasa baada ya Yesu kuambia maneno hayo, ekere Yesu akolire kobataye amang'ana ayo akawaambia nyinyi mnasumbuka hivi, akabata ino mogochandika mnaendelea iga kuteseka hapa na pale, mogochandika analia mnajisumbua hapa na pale. mogwechanda analia Enda muuze genda moonie vile muko navyo, binto byonsi mubwate mulete sadaka. morwe Baba. esadaka Baba. Watu ambao hawana chochote, abantu bali batabwati kende wala ambao wanaenda na shughuli mbalimbali, bali bakwenda wale ambao wana mahitaji, bali bale n'okogani wale wako na uoga kila bali wakati. bale n'obwoba kinga Ndio hawa kichosi Yesu anaambia sasa. nabu Yesu agoteibono Yaani hiyo ni kusema hakuna excuse. iga agoteba ng'a toli kochikomotebi ng'a timbwati Hatunakuja kanisa, ng'a gwachire ekanisa utaki kumtolea Mungu. ng'a toli komorwera nyasaye Biblia imesema enda wauze. bibilia yatabire ng'a genda Hiyo ni muonie kusema hukuwa na chochote kwa mfuko, iga egoteba ng'a tikwabwate kende ase omobuko lakini uone umeuza, barore kwoonirie uweke kitu kwa mfuko. obeke agenda ase omobuko Haleluya, haleluya. amen Utolee Mungu. omorwere nyasaye Kumbe hiyo ni science Mungu anataka kukufanyia, eyi sayansi omonene agokorera akuletee tena vingine vingi. akomentere ebinde ebinge Unajua nini? nimomanyete ninki Kutoa ni moyo. okorwa n'omwoyo Unaweza ukawa na kila kitu, nabora abe nenibo lakini yonsi tena uwe mchoyo, kolende oba omong'iti ukatae kumtolea Mungu. bwangeko muwa nyasaye Nimeshangaa wakati mwingine nikipita makanisa, nakumiri chinga kichinde kere ngweta ase chikanisa pata mtu anataka ingie kanisa mzuri kama hii, omonto atete ase ekanisa engiya buna eyo iga mahali nitakaa pahali pazuri. igo ntete ngisara nsa sagiya Hivyo nasema kanisa letu agoteba ng'a ekanisa yaito viti vizuri, ebirogo ebiya imewekwa vimerembeshwa. igo bire ebiya bire buya Lakini amaridadi ukimuuliza umechangia lolote kwa hiyo kanisa, lakini wokomoboli ng'a kwana koru kende ekanisa eyo hiyo usiniulize sana. omotenga amang'ana aito mboli mono Kanisa letu, ekanisa yaito na akipata kuna makosa hapo, kera anyorire amabocho hiyo si sauri yake. eitari igoro yaye Unaona anatoroka, iga agotama anataka tu mahali vimeelea tu. iga atete esi biarosiwe Mungu akusamewe. monene akwaberaye Kutoa ni moyo. okoru n'omwoyo Ninapata nafasi wapi ngai nkorusi chingaki niwaambie watu ambao walikuwa na moyo kumtolea Mungu? mbatebi abantu balenge n'omwoyo Katika kitabu cha Exodus chapter 36 ase getabu byokong'anya emerongo etatu na isano nemo verse 5, isano ukisoma hapo, ekere gwasomire abo wakati mtumishi wa Mungu Musa ase omosombo nyasaye musa alipoona ya kwamba hekalu la Mungu ekere arocheng'e enyumba y'omonene lina mahitaji ya ujenzi, nebwata okogania gwokwagacho sanctuary must be built here, enyumba ya nyasaye mbakeagachwa akaambia watumishi wa Mungu agatebia abasomba ba nyasaye waliokuwa wakati ule, aba balenga ase ebiro ebyo akaambia viongozi wa nyakati zile, agabatebia abarayi b'ekinga enda kikiria kwa watu genda ase abantu muambie kuna hitaji katika nyumba ya Mungu, batebi ng'a koganikora ase enyumba muambie y'omonene kuna kazi katika nyumba ya batebi Mungu, ng'emirimo nere ase enyumba y'omonene muambie walete pesa. mobatebi balete chibesa Hii matoleo imekuwa hata nyakati zile za kale, okorwa oko kwarubeire koru kare chinga kichia kare si sasa tumeanza. tali bona tuachakire Nyakati za Musa kulikuwa na matoleo. chinga kichia musa okorunkorengo Ninafurahia lile jambo, nigo nkogokera ling'ana elio wakati wale watu walipoenda kwa watu ekera abantu bali bachista ase abantu wakakusanya bakasangereria pesa chibesa zikajaa magunia, chigaichora ase chigunia wakarudi kwa Musa. bakairana ase musa Musa, musa ebu pastor tafadhali nikusi, ebu watu wakuone hapa, ebu kuja hapa, ebu viongozi msimame. Musa, musa
Sasa wamekuja na magunia, bono bachire n'ekiguni wanaambia Musa simama hapa. bagotemusa bono tenena Ile kazi ulitutuma emireme eri gwatutumete tumefanya, tumemaliza. twakorire Lakini ya ajabu lakini ebyo byogokumia tumeleta zaidi. igo twaretire gwetania Paka hatuna mahali ya kuwekelea. bono ntobwati nonya nase tokobeka Vitu vimejaa. ebinto byaichoire Umewahi kuambia mtumishi hivi ati vitu mwana vimejaa? gotaiyo musomba igo ng'ebinto byaichoire Kutoa ni moyo. okorwa n'omwoyo Bwana asifiwe. monene Yesu abako Kila wakati tusiwe tunasema hatuna. chingaki chionsi tonagoteba ng'a timbwati Hiyo ni uoga. obu n'obwoba Na Mungu akusaidie. monene agokonye Little flock. Kundi ndogo. inwe omuganda omoke Enda muuze genda moonie vile mlivyo navyo. biri byonsi mobwate Iwe ni jukumu lenu. ebe Iwe ni business yenu. ebe n'ebyashara byaino Badala ya kulialia hapa na pale. bibagaliokolera Wote waone ya kwamba hata maskini wanaweza kujenga nyumba ya Mungu. bamanye ng'a nonya n'abatakangwagacha bali nyumba Watu waone hata maskini wanaweza kununua basi. tiga abantu baronero n'abatakangogora bali basi Watu waone watu wale ambao wajiwezi tiga abantu bari ng'abantu bali batari kwenyara wanaweza kufanya kazi kama nigo hiyo. bagokora egasi eikenanete Enda muuze. genda moonie Siri, enda muuze. obo bisinga enda moonie Don't have an excuse. tiga gotwara chitangutangu Ati sina. ng'aya yatimbwati Mungu akusamee kama wewe ni mmoja wao. omonene akwabere konyokoro yomo Uoga utupiliwe mbali. obwoba botuguterware Kwa maana Mungu kiagera omonene ametupatia ufalme. otwaire oboruoti Nataka kumalizia wapendwa taete gukura katika jina la Yesu. ase rieta ria Yesu Umeyapitia mambo gani kwa maisha haya? nararia yagweteire ase obogima Una oboiga changamoto gani wakati kama huu? ko mechando kikwanyorire chinga kibune echiga Ni nini kile ambacho kinaleta changamoto kwa maisha? nkikeri gekoreta emechando gose Ni ndoa yako? n'enyomo yawe Ni masomo yako? n'amasomo ao Ni nini? Ni kulemewa? n'okobugu gose ninki Ni ugonjwa? n'amarwaire Ni mambo gani yamekutatiza? mang'ana kiaya akoire emechando Nataka kukuombea leo. iko ntete ngosabererera Ukitoka hapa kero kwarura uende ukiwa huu. obe oirane nkakure n'omosibore Jipe moyo. omwoyo Mungu yuko. omonene nware Bwana Daudi musomba Daudi alisema, agateba Bwana ni mchungaji wangu mwema, Nyasaye n'omulisio n'omuya sitalemewa na chochote. tinkolemerwa na kende gionsi Hata nikiyapitia. nenyimba nayaeteire Daudi hakusema ati hawezi kupitia. Daudi tatebe ting'atindi kwe yaetera Unaweza kupitia mambo fulani, nabo gwetera amang'ana gete lakini huko korende gochiaria kuna mwangaza. obora bumboro Siku moja mwalimu, watu wengine hawajui nimeenda Amerika. chinga kichinde abantu mbamaete ng'a nachira Amerika Are you aware? momaete bo Mimi nilienda Amerika. nje nachieta Amerika Msinidharau hivi, munione hivi. monja Nilipanda ndege hapa juu. iko Hiyo ndege wakati mwingine nafanya pu, 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 pu. ndege chinza chinde nigegokora iga Sasa nasema leo Nyasaye. ninasema leo Mungu Nasikia ndege zinaanguka. inko igunde ng'a chindege ngo chachire chiagwa Hapa niko wapi Mungu? Ndege imefanya kuku kuku kuku. iganga indo omonene bono gaki Nikipofika kere na igete iga nikasema mbiyamo na Nyasaye. nikaambia Mungu asante Haya sasa wacha nipande hiyo magari ya Amerika sasa. ono tiganso esigali chi Amerika Tukapanda kitu kinaitwa tunnel, tunaingia ndani ya mlima mrefu, unaenda ndani. awoso imege tuno gete kwenda ale Yani ndani kuna mataa yanawaka, unaona tu mataa. Nikauliza hawa watoto, mnanipeleka wapi? kaboli abana banga imokong'ira Tunaenda wapi hii maili nyingi namna hii? kaya togo chiale iga Wanacheka tu, wananiambia pastor wetu pia tu. bagoseka bagonte pasta ekira Mwishowe nikatokea pande mwingine. ande togasokera ensemo yende Nilipoona kumbe hapa tumefika katika nchi kafu sasa. bona twikira senje ensenyomo Nilisema kumbe ngateba kumbe kuna uwezekano upitie
nabo okonyalekana nkoro etere mambo yale ambayo hata uwezi kuyajua, hata ujui mwisho ni wapi. amang'ana ali totamanyeti ng'omo elio enorori Mtumainie Mungu, mwege no monene usiogope. totwara obwoba Kule mbele obosibosialia kuna matarajio mema. amang'ana amayanaro Nataka uinue mkono wako kwa maombi haya. tetwimukia okoboko kwaso ogosaba Ikiwa okwe una imani, konye kore nokwegena utaona Mungu akikutendea. norore omonene gagokorera Ametendea wengi, okoreire abange na wewe atakutendea siku naye ya leo. nagokorere Baba, katika jina la Yesu, tata aserieta ria yesu wewe ni mwaminifu. aye nigoro omwegenwa Neno lako limetuhimiza ling'ana liao liatoire omoyo tusiwe na woga wowote. ng'anto otwara obwoba bonde bwonsi Neno lako limetupa uhakikisho. ling'ana liao tiatwenekeirie Wewe ni Mungu wa upendo. ng'aye omonene bwobwanchani Neno lako limetuhakikishia ling'ana liao liatwenekeirie unajali hata mahitaji yetu. ling'ani gogosugulikira okogani gwaitu Hatuna sababu ya kuogopa sasa. nso tubwati kende gekogera tuoboe Tunasimama kinyume ya woga ambao unatokana na twatenenera shetani. mamincha n'obwoba bonde bwonsi bokoretona Katika birecha jina la Yesu, aserieta ria yesu shetani ashinde na woga wake. birechabu aserieta ria Shetani yesu atoke kwa maisha ya hawa watu. birechabu asamagima Bwana, y'abantu kuna abe wengine hapa ambao wanahitaji wokovu. omonene abande mbale baganeti ogotoleka Katika jina la Yesu, aserieta ria yesu wajalie wakaokoke banchere batolekerere katika jina la Yesu. aserieta ria yesu Tenda ishara chipya katika maisha kora yao, ebikono ebiya asamagima abo wakaamini ya kwamba wewe Mungu unauweza. begende ng'aye nkonyaro Kuna wengine kati yetu ambao ni wagonjwa, abande mbale katika wengine kati yetu ambao wamelemewa, abande babuwe wakati wengine hapa ambao wanayapitia changamoto chika mbalimbali. kichinde beteire mechande emenge Baba Mungu, omonene oito mchungaji mwema, omolisi omuya mchungaji mwema, omolisi omuya mchungaji mwema, omolisi omuya wakumbatie hawa watoto wako. babwata abana aba bao Oh Baba, omonene uwajalie. obabwere Asante kwa hiyo neema. mbiyamona sobuyo Upewe sifa na utukufu. oye gwobonene nogotogia Upewe sifa na oye utukufu gwobonene nogotogia katika jina la Yesu Kristo aserita yesu kristo aliye Bwana mkombozi wetu. oyuoro omotoli oito Tumpigie Bwana wetu makofi. akira yesu chinkobi Na mubarikiwe sana. mosesenigwe mono God bless you. amen Thank you. Thank you Mkarimani. Sawa sisi. Pastor, thank you. Aha. Pigia mtumishi wa Mungu makofi mazuri. akira omosombo mpuo monene chinkobi chingia Tunapojiandaa kutoa zile fedha tuliambiwa, kuna tokweareganiko rwa chibesa chiri twatebigwa nataka tusimame nami niombe, igo ntete totenene na inchensabe alafu ulete zile fedha tuliambiwa na secretary wetu orete ebesa eri twatebigwa kwa ajili ya church choir wakati wataenda nyapara ibiri, ase eng'encho ya chachi kwaya ekere kogenda nyapara na ibere tusimame katika jina la Yesu. totenene ase erieta ria yesu Baba, katika jina la Yesu, tata ase erieta ria asante yesu kwa neno lako. mbuyamona ase Neno ling'ana lako liao limepita kulingana na mapenzi yako. ling'ana liachire koleng'ana ogwancha kwao Baba wetu, hata likapate nafasi mioyoni mwetu. tata tigalinyore ase rie mioyo yaito Asante kwa mtumishi wako, mbuyamona somosombo endelea kumwandaa kwa mambo mengine. mwareganie ase eng'encho ya mang'ana ande Asante kwa kanisa letu la Nyamataro. mbuyamona ase kanisa ya nyamataro Baba wetu, tunaenda kutoa kwa ajili ya church choir kwenda nyapara ibere. gochitorekorwa ase eng'encho yekwa ase eng'encho ya nyapaira ibere Kwa moyo wa upendo utubariki Mungu wetu. ase omoyo bwa obwanchani otosesenia omonene oito Asante sababu utatenda. mbuyamona ekiagera nokore Ni kwa jina la Yesu tumeomba, nase erieta ria yesu na twasabire kila mtu aseme amen. ekero oyo mateba amina Deacon kindly.